Sasa heshima yangu, nataka tusimame wote tukipiga makofi ya furaha, tukimwalika karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuongeze makofi mengi kwa ajili ya Haleluya. Miaka 10 ya mavuno. Tunamaliza kazi tuliyoianza. Miaka 80 ya TAG. Ebeneza, hata sasa Bwana ametusaidia. Hebu sema tena, Ebeneza, hata sasa Bwana ametusaidia. Hata sasa Bwana ametusaidia. Hata sasa Bwana ametusaidia. Amen. Msalimie mtu, mwambie Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae. Ninawasalimu wote katika jina la Yesu. Nichukue nafasi hii sana kumshukuru Mungu ambaye amekuwa mwema na mwaminifu. Nimefika hapa Mbagala tangu siku ya Jumatatu, na Mungu wetu amekuwa mwema akitutunza na kutulinda. Mchungaji kiongozi Dr. Magnus Muiche, asante mzee kwa ajili ya kunipa nafasi ya kuwepo hapa pamoja na wachungaji wasaidizi na wazee wote wa kanisa na washirika wote wazuri ambao mmenikubali tuweze kuwepo wiki hii yote pamoja nanyi. Ninawashukuru sana sana sana. Nisaidie kusema amina. Tumefurahi sana. Na tumejisikia vizuri sana, tumekuwa na mkutano mzuri. Nataka niseme wachungaji pamoja na baba askofu, nimefurahia sana. Mungu awabariki sana washirika wote, Mungu awabariki sana. Geukia mtu wa kulia na wa kushoto, mwambie Mungu awabariki sana. Mwambie mhubiri amefurahi sana kwa ajili yako. Na jinsi ambavyo mlijipanga vizuri katika mkutano wa Injili kuhakikisha kuwahudumia watu, nimefurahi sana, nimejisikia vizuri sana. Huwa nahubiri sana maeneo mengi, kama nilivyokuwa nikisema nahubiri maeneo mengi, lakini ukweli Mbagala nimewafurahia sana. Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana. Geukia mtu wa kulia na wa kushoto, ukiona amenuna nyanyuka hapo, usikae na mtu aliyenyanyuka, tafuta kitu kingine. Ukiwa kulia na kushoto, kama amekasirika, huna haja ya kukaa na mtu aliyekasirika. Halo, uko sawa? Nijitambulishe tena, naitwa Rexon Ifande, na kama nilivyotangulia kusema, mimi ni Muislamu aliyeokoka. Niliitwa Shabani Rajabu, na wakati huo ungeweza kuniita Ustazi Shabani Rajabu, na baadaye nikaokoka. Na Yesu asifiwe. Naomba tuende pamoja nami. Haleluya. Biblia takatifu sura ya 15 kitabu cha Kutoka. Sura ya 15 kitabu cha Kutoka. Nitahubiri kwa muda mchache, Mungu anisaidie. Lakini niliahidi katika mkutano wa Injili pale nje kwamba nitakuwa na zawadi maalum kwa watu wote waliookoka, na hata wale ambao wamekuja leo wataokoka leo. Nitakuwa na zawadi yao maalum, na zawadi hii nitafanya maombi maalum ya ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Itikie amen. Hakuna zawadi kubwa ningeweza kukupa zaidi ya hiyo. Hiyo ni zawadi kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko pale Kilimanjaro, washirika asilimia kubwa nilionao ni Wachaga. Nafikiri ninyi mnafahamu Wachaga wana sifa fulani, si ndio? Sifa yao ni nini? Jamani, sifa ya Wachaga ni nini? Ni nini? Penda pesa. Kwa nini mtu apende pesa kweli? Huwa ninawaambia hivi, kuna siku moja nikawauliza swali moja.
nikamwambia pale kanisani, nikamwambia hivi, kama ukapewa fursa ukapewa fursa ya kuchagua chumba kimoja kati ya vyumba viwili, chumba kimoja kimejaa pesa, chumba kimejaa nini? Pesa. Alafu na chumba kingine kimejaa Mungu, kimejaa Mungu. Ukaambiwa chagua, ungechagua chumba kipi? Mwangalie mwenzako, ungechagua chumba kipi, chenye Mungu au chenye pesa? Tuseme tu kweli, mwambie mwenzako, sema ukweli, ungechagua kipi? Unajua wengi wangesema mimi ningechagua pesa, alafu Mungu tutakutana naye baadaye. Sasa hao sio Wachaga. Wachaga ninawapenda sana, rafiki zangu, kwa sababu nimekuwa nao muda mrefu, miaka zaidi ya 20, karibu 30 niko huko. Mimi ni mzaliwa wa Singida, ni Mnyaturu kama nilivyosema. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo zawadi nitakayokupa wewe uliokoka leo, nitakupa zawadi ambayo ni maombi maalum kwa ajili ya ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Kinachotusaidia tuendelee mbele na wokovu sio kitu kingine, sio ujanja, sio akili, sio elimu. Ni nguvu ya Mungu kuwa katika maisha ya mtu. Nitikie amina. Kwa hiyo baada ya mahubiri haya kwa muda mfupi nitakuombea. Kitabu cha Kutoka, sasa fungua Biblia yako hapo, Kutoka sura ile ya 15. Wale ambao wanaandika ujumbe wanasema Mungu wetu anabadilisha nyakati. Mungu wetu anabadilisha nyakati. Kama unaandika, kichwa cha ujumbe kinasema Mungu wetu anabadilisha nyakati. Mungu wetu anabadilisha nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Nitakwenda kusoma maneno hayo. Sema amen. Nitakwenda kusoma habari hii, alafu tutaendelea. Biblia inasema sura ya 15, umefika? Nitasoma kuanzia ule mstari wa 22. Wacha tusome kuanzia ule mstari wa 22, alafu tuende mpaka ule wa 27. Ni mistari mingi kidogo, lakini nataka nisome uweze kuielewa. Biblia inasema Musa akawaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu, nao wakatokea kwa jangwa la Shuri, wakaenda safari ya siku 3 jangwani wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnung'unikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana. Bwana akamwonyesha mti, naye akautia katika haya maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko, akawaonja huko, akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekezwa mbele zake, na kutega sikio uyasikie maagizo yake, na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Wamisri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Wakafikiria elimu palipokuwa na chemichemi 12 na mitende 70, wakapanda hapo karibu na maji. Sema amen. Tumshukuru Mungu kwa neno hili. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya muda huu. Ninaomba Bwana ukaseme nasi. Baba, zungumza na kila moja. Roho wako Mtakatifu akachukue nafasi sasa. Bwana ukatufundishe, Bwana ukatuelekeze. Tutoe sehemu moja hata kwenda sehemu nyingine. Ukatubariki. Libariki neno lako katika jina la Yesu. Amen. Sema amen.
Geukia mtu mwambie, Mungu wetu anabadilisha nyakati. Mwambie mtu kwa furaha kabisa, Mungu wetu anabadilisha nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye Mungu asiyeshindwa. Mungu tuliyemwamini ni Mungu asiyeshindwa. Hana historia ya kushindwa popote. Bwana Yesu asifiwe. Na unapookoka, nisikilize sana kwa makini. Unapookoka ni mwanzo wa Mungu kuanza kubadilisha maisha yako. Mtu anapookoka, Mungu anaanza kazi ya kubadilisha maisha yake, ya kumtoa mahali na kumpeleka mahali. Nitikie amina. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, naomba mtu mmoja asome. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Naomba kama kuna mtu amefika, unaweza ukasimama mara moja alafu ukasoma hapo. Nazungumza kwa habari ya Mungu anabadilisha nyakati. Kuokoka ni mwanzo wa mabadiliko. Mchungaji wangu, karibu, unaweza kusomea Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Ndio. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe. Sikiliza vizuri hapo. Twende taratibu tena mbele. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, akiwa ameokoka, amekuwa kiumbe kipya. Amebadilishwa na kuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Pigia Yesu makofi kama unaweza. Geukia mtu, mshike mkono, mwambie kwa kuwa umeokoka, wewe sasa ni kiumbe kipya. Mwambie tena, kwa kuwa umeokoka, wewe ni kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaonyesha ya kwamba mtu anapookoka, ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Maisha uliokuwa naishi hapo mwanzo, baada ya kuokoka, kusema Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mambo yako ya kale yanapita. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anasema sasa yamekuwa mapya. Maana yake kuokoka ni kubadilishwa. Kuokoka ni mabadiliko ya maisha. Ni kutoka mahali fulani na kwenda mahali fulani kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri. Mungu anasema yeye ndiye Mungu akuponya. Maana yake ni hii: kama umeokoka, ulikuwa na magonjwa yanakutesa, ulikuwa na shida zinakusumbua, maisha yako yalikuwa ni ya mateso. Baada tu ya kuokoka, Mungu anatoa tangazo kwamba sasa umekuja kwa Mungu akuponya. Maana yake maisha ya kuishi na magonjwa, hizo nyakati zinapita. Nitikie naye. Nyakati za kuonewa na mashetani zinapita. Nyakati za kunyanyaswa na mapepo zinapita. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nyakati za kuishi katika laana zinapita. Nyakati za kuishi na mateso ya namna yoyote, mapepo na maroho ya umasikini yanapita. Mungu anaanzisha nyakati mpya. Sema amen. Mungu analeta mabadiliko mapya. Anakutangazia kwamba wewe sasa ni kiumbe kipya. Pigia Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Kama unaelewa, nipungie mkono wako namna hii. Nipungie mkono wako namna hii. Angalia mtu, mwambie aisee, umeokoka kweli. Mwambie aisee, unapendeza wewe. Ambia mtu, mwambie unapendeza kabisa. Mwambie mbona unang'aa sana namna hii leo. Mwambie nimegundua siri. Kumbe umeokoka. Semani haleluya. Haleluya watakatifu. Pigia Yesu makofi ya sifa na vigelegele.
kuzuri. Sema amen. Kwa Yesu ni kuzuri. Ukifika kanisani unatiwa moyo. Amen. Hata kama ulikuwa umevunjika moyo, kanisani unatiwa moyo. Nitikia amina. Kwa hiyo lazima utambue kwamba Mungu aliyekuokoa ni mwenye uwezo, ni mwenye mamlaka, ana uwezo wa kubadilisha nyakati katika maisha yako. Nitikie amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko haya ambayo tumeyasoma, tunaona baada ya wana wa Israeli kukaa katika taifa la Misri muda mrefu, ikafika wakati wa ukombozi wao. Mungu akawatoa Misri. Mungu akawatoa Misri kwenye utumwa. Mtu ambaye hajaokoka bado anatumikishwa. Baada ya kuokoka unatolewa huko. Jamani amini. Na Mungu aliwatoa kwa nguvu zake na kwa mamlaka yake. Haya, turudi kidogo. Fungua Biblia yako Kutoka 11. Kutoka 11. Nataka nikuonyeshe kitu ambacho Mungu alikifanya hapa. Kutoka 11, msomaji wangu, mchungaji wangu mpendwa, Kutoka 11, hebu soma ule mstari wa 4 mpaka ule wa 6. Mstari wa 4 na wa 6, mstari minne tu, miwili tu. Kutoka 11 kuanzia mstari wa 4 na wa 6. Ndio. Musa akasema, Bwana asema hivi, ndio, kama usiku wa manane, ndio, mimi nitatoka nipite kati ya Misri, ndio, na wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri watakufa, ndio, tangu yule mzaliwa wa kwanza wa Farao, sawa, aketie katika kiti chake cha enzi, ndio, hata mzaliwa wa kwanza wa huyo kijakazi aliye pale nyuma ya jiwe la kusagia, mpaka yule mdogo kabisa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Ndio. Ndipo kutakuwa na kilio kikuu katika nchi yote ya Misri. Sikiliza, wakati Mungu anataka kuwatoa watu wake, akasema kutakuwa na kilio kikuu katika nchi yote ya Misri. Ambacho mfano wake haujakuwa bado majira yoyote. Haijawahi kutokea. Wala hautakuwako mfano wake tena kabisa. Wala haitakuwepo tena kabisa. Nisikilize. Mungu anapotaka kufanya kitu katika maisha yako, huwa kuna mambo anayafanya ambayo ni ya kushangaza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Farao alikuwa ni mgumu. Alikuwa hataki kuachilia watu. Alijaribu kuzuia, lakini Mungu akaamua kuachilia mapigo 10 ili aweze kuachilia, bado moyo wake ukawa mgumu. Biblia inasema Mungu akasema, sasa nitafanya jambo ambalo haijawahi kutokea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maana yake anasema nitaachilia kipigo ambacho Farao hajawahi kuona. Maana yake nitapiga kuanzia mzaliwa wake wa kwanza na mpaka mfanyakazi kama ana mtoto naye atafiwa. Yoyote na wanyama wote. Alafu utakuwa na msiba mkubwa. Na ndivyo Mungu alivyofanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikutangazie, kuokoka kwako sio kwa bahati mbaya. Kuokoka kwako ni kwa mpango wa Mungu. Katika ulimwengu wa roho kuna kipigo kimetolewa na Mungu kwa mashetani. Sema amen. Shetani amepata kipigo ambacho hajawahi kukiona. Maana lazima mapepo na mashetani yapigwe kwanza ili yakuachilie na wewe uokoke. Sema amen. Kwa hiyo kuokoka ni makusudi na mpango wa Mungu. Pungie mkono wako namna kama leo sawa. Sema amen. Sema amen. Tuende katika kitabu cha Hesabu sura ya 33 ule mstari wa 3 na 4. Nataka nikuonyeshe jambo fulani hapo. Hesabu sura ya 33 ule mstari wa 3 na 4. Nataka nikuonyeshe jambo fulani hapo, na kama utakuwa unanielewa utakwenda na mimi sawa sawa na utanipata vizuri. Karibu mchungaji wangu. Hesabu 33 mstari wa 3. Biblia inasema, ndio, wakasafiri kutoka Ramesesi mwezi wa kwanza, ndio, siku ya 15 ya mwezi wa kwanza, ndio, siku ya pili baada ya Pasaka. Wana wa Israeli wakatoka
wote. Sikiliza, wakatoka kwa mkono wa nguvu mbele ya macho ya Wamisri. Hapo Wamisri walipokuwa wanazika wazaliwa wa kwanza wao wote, Bwana aliokuwa amewapiga kati yao, Bwana akafanya hukumu juu ya miungu yao nayo. Sikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaelewa sawa sawa? Nipigie mkono wangu namna hii. Unajua shetani lazima apate changamoto kwanza. Sema amen. Nitikia amen. Biblia inasema Wamisri walipokuwa wamefiwa, kila mtu amefiwa na mzaliwa wake wa kwanza. Sasa wakati kila mtu anafikiri atazikaje mtoto wake, wakati wanaendelea na mazishi, hao wana wa Israeli wakatoka kwa mkono wa Mungu wa nguvu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wanaokuokoka, wewe umeokoka, lakini kwa upande wa shetani kuna msiba. Hujanielewa sasa? Nipungie mkono wako namna hii. Yaani kuokoka, wewe unapoachana na mashetani, wakati shetani analia, kwake kuna msiba, wewe unatoka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wakati anahangaika atazikaje mzaliwa wake wa kwanza? Na sikiliza, wakati huo hicho kipigo kilikuwa sio cha kawaida, kwa sababu kila nyumba imefiwa. Mbuzi naye alikuwa amefiwa. Nyani wa porini naye alikuwa amefiwa. Kwa hiyo kila mtu ana huzuni. Misri yote kuanzia Farao mpaka yule wa chini, wote walikuwa na huzuni. Kila mtu ana huzuni, kila mtu analalamika itakuwaje. Wakati wanahangaika kwamba kila mtu amefiwa, ana msiba nyumbani kwake, wanahangaika na kufanya utaratibu wa mazishi, huku watu wa Mungu wanatoka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikutangazia asubuhi ya leo kwamba kwa shetani kuna msiba, alafu wewe unaondoka, unasonga mbele, unaziendea baraka zako, unaendea mabadiliko ambayo Bwana analeta nyakati za kubadilishwa. Maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Natangaza kwa jina la Bwana, lazima mabadiliko ya kutokea. Sema amen. Pigia Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wakatoka, wakaanza safari. Biblia inasema walipoanza safari wakafika katika bahari ya Shamu. Ilikuwa ni ngumu, wakafikiri tutapitaje. Musa kama kiongozi wao wakamwambia Musa, imekuwaje? Tutakwenda kwa njia gani? Musa akamlilia Bwana. Mungu akamwambia, sikiliza, nilikuambia lazima muende mbele. Waambie hao watu waende mbele. Inawezekana Musa alikuwa amekaa na Mungu mahali, anamwambia Mungu, lakini unaponiambia tuende mbele, hivi huoni bahari kweli? Mungu anamwambia nenda mbele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anawarudia watu, anamwambia jamani, msiogope, simameni tu, mtauona mkono wa Bwana. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Sasa watu wanamwangalia Musa, hivi Musa umeshakuwa chizi au huoni bahari? Tutakwendaje? Sema Bwana, tunaendelea mbele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio hii inakuja ya kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya njia mahali ambapo hapana njia. Bwana hutengeneza njia mbele yako. Sema amen. Watu wakavuka ile bahari. Walipovuka bahari wakakutana na jangwa la Shuri, mahali ambapo palikuwa na mateso. Nisikilize, nazungumza kwa habari Mungu anabadilisha nyakati. Sema amen. Wamevuka bahari ya Shamu, wakafika katika jangwa. Mambo yakawa mabaya, mambo yakawa magumu. Wako jangwani, hakuna chakula kizuri, hakuna maji mazuri, maji ya kunywa hakuna. Biblia inasema watu wakatembea siku 3 hawakuona maji. Jangwani maana yake hakuna maji.
Maana hata miti ya kuleta kivuli hakuna. Ni mahali pa mateso, pamekauka, jua linapiga sawa sawa, hali ni ngumu. Kumbuka watu hao walitoka, walikuwa pamoja na watoto, walikuwa na wanawake, walikuwa na wazee, hali ikawa ni ngumu. Wako jangwani, wanatembea siku 3, watu wanazimia kwa kiu, hakuna maji. Wanatembea mwendo wa siku 3, wanatembea, inafika usiku wanaendelea mpaka siku 3 wamekaukiwa kabisa. Biblia inasema wakati wanatembea, kwa mbali walipofika Mara, kwa mbali wakaona maji. Walipoona maji, watu kwa sababu ya kiu wakakimbia, wakajikongoja. Wengine walikuwa wanaanguka, wakafika kwenye yale maji, wakayangukia yale maji ili waweze kunywa. Na Biblia inasema wakati wanayaonja yale maji, kumbe maji ni machungu, hawakuweza kunywa. Watu wakasikitika, watu wakalalamika, wakamnung'unikia Musa pamoja na wale viongozi wengine, wakasema inakuwaje? Mbona hali ni mbaya namna hii? Nisikilize, kama unaelewa nipitie kwa namna hii. Biblia inasema ya kwamba Musa, yale maji yalikuwa ni machungu, ndio maana yakaitwa mahali pale pakaitwa Mara, kwa sababu ya maji machungu. Kwa Mara ni uchungu. Musa akamwomba Bwana, alafu Mungu akamwambia achukua kijiti, alafu weka kwenye yale maji. Yale maji yakawa matamu. Sema amen. Sema amen. Unajua, alipochukua ule mti akaweka kwenye yale maji yakawa matamu, watu wakanywa. Mungu anabadilisha nyakati. Nitikie amen. Mungu anabadilisha nyakati. Geukia mtu mwambie, mambo yako yatabadilika. Mwambie maisha yako yatabadilika. Kwa Yesu hayatabaki kama yalivyo, lazima yabadilike. Kama unaelewa nipigie mkono wako namna hii. Kama uko pamoja nami nipigie mkono wako namna hii. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Sema amen. Unajua haya mambo Mungu anafanyaga, ndio nafikaga watu hapa, ndio nafikaga wale jamaa wanaipukana na imani za ajabu ajabu. Kuna watu sasa hivi wanaanza kubeba miti ya upako. Tunaona Musa alitumia mti hapa. Unajua Elisha alipochukua chumvi akaweka pale, sio akaanza kutumia chumvi ya upako. Sasa kuna wengine wataanza tena nini? Miti ya upako, fimbo za upako. Mungu atusaidie sana. Uwe makini, Mungu anafanyaga mambo kwa namna ambayo huwezi kufikiri kwa akili ya binadamu. Sema amen. Maji yalipokuwa matamu, watu wakanywa wakafurahi. Jamani, Bwana Yesu Kristo. Biblia inasema wakasogea mbele. Sikiliza. Pale hawakupanda, maana yake hawakukaa hapo Mara. Hawakukaa mahali ambapo pale Mara ni uchungu. Hawakukaa mahali pa chungu. Hawakukaa mahali pa mateso. Wakaendelea mbele. Walipotoka Mara, Biblia inasema wakafika elimu. Sema wakafika elimu. Sema tena wakafika elimu. Pale walipofika elimu, sasa Mungu tayari amebadilisha nyakati. Wakakutana na maji. Sema amen. Wakakutana na maji. Biblia inasema hapo wakakuta chemichemi 12 za maji. Pokea mkono namna hii. Wametoka kwenye jangwa la Shuri, wamefika katika maji, katika Mara, maji machungu. Lakini Mungu akafanya muujiza, maji yakawa matamu wakanywa. Lakini mahali hapo panaitwa Mara, mahali pa uchungu, mahali pa mateso, mahali pa kilio. Wakaondoka hapo, hawakukaa, wakatembea, wakafika mahali panaitwa elimu. Wakakutana na maji, chemichemi ya maji, chemichemi 12. Waisraeli walitoka, watu inamaanisha, inawakilisha yale makabila 12 ya Israeli. Kwa hiyo kila kabila na chemichemi yake. Nipungie mkono na mbele. Jamani, haleluya. Kila kabila na chemichemi yake.
unateseka tu, kuna hali ngumu zinakusumbua, unapitia kwenye kipindi kigumu, hakuna biashara, hakuna kazi, au ndoa yako unapita kwenye viwango vigumu vya mateso kama vile uko jangwani, na unapojaribu kutengeneza mambo yakae sawasawa, bado hali ni mbaya. Umekuwa katika mambo machungu, unakuwa katika uchungu, moyo wako umechoka kwa sababu ya majaribu, moyo wako umechoka, unaumia kila siku kwa habari ya ndoa yako, mambo ni magumu, kila unapofikiri itakuwaje hauoni majibu. Niko hapa leo nikikwambia tunaye Mungu asiyeshindwa, ambaye anabadilisha nyakati. Hata leo mambo yako yatabadilika, hata leo nyakati zako zitabadilika. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Nipigie kwa roho na kama leo sasa. Haleluya. Hapa ninapapenda kila mtu akakutana na chemichemi yake. Sema amen. Ni kunywa maji na kufurahi, hakuna kusumbuana. Sema amen. Sema amen. Kila mtu mwambie, mimi nimeandaliwa baraka yangu na wewe na ya kwako. Kwa Yesu mambo yanabadilika. Wametoka mara mahali pa machungu, sasa wamefika elimu, mahali ambapo ni pa baraka, mahali ambapo ni pa kufurahia. Chemichemi za maji inawakilisha ya kwamba Bwana alikuwa anaachilia baraka mahali pale. Haleluya. Bwana ameachilia baraka mahali pale, na ukifika hapa kanisani, hapa ndipo mahali pa kubarikiwa. Baraka zako ziko hapa. Natangaza leo, baraka zako ziko hapa. Hautatoka kama umeingia, unatoka ukiwa umebarikiwa. Tunapokuja kwenye nyumba ya Bwana tunakutana na Jehova. Jehova anatubariki, tunatoka na baraka zetu. Haleluya. Ulikuwa una pesa, unapata pesa. Ulikuwa ni mgonjwa, unarudi mzima, unarudi umeponywa, maana Yesu yuko hapa. Haleluya. Pia Yesu makofi sifa na migenge. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufike elimu. Sema mwambie wenzako, leo umefika elimu, mahali pa baraka. Mungu anabadilisha nyakati. Magonjwa lazima yataondoka kwa jina la Yesu. Sema amen. Kama leo nipungie kunako namna hii, nipungie kunako namna hii. Nisikilize, huwa tukitembea na huyu Mungu wetu vizuri, yaani umeokoka alafu kamaanisha nimeokoka. Sema amen. Huwa nawaambia watu kuokoka ni kumaanisha. Jamani, haleluya. Kuokoka ni kumaanisha nimeokoka. Na nisikilize ninyi mliokoka, ukitoka hapa kuna watu utakutana nao, rafiki zako, ndugu zako, wataanza kukuuliza, hivi umeokoka? Waambie wazi, nimeokoka. Sema amen. Maana kuna watu wasanii wanaanza kusema, unajua nimejiunga na wanakata shauri, unajua niko fellowship, unajua sina nini, unaanza nyosha maelezo, nimeokoka. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka. Halo? Na kuona siku hizi unakwenda kwenye lile kanisa, unamwambia wazi kwamba hilo ndio kanisa langu, nimeokoka hapo, na maisha yangu yanabadilishwa hapo. Napokea uzima kutoka kanisa hili hapa, napokea uponyaji kwa kanisa hili, nainuliwa kwa kanisa hili, mambo yangu yanabadilika kwa kanisa hili. Mlikuwa mnaniona sifai, sasa ninafaa. Haleluya. Maana ukiokoka unakubalika. Jamani, niseme nisiseme? Unajua kabla hujaokoka hata hakuna mtu anakuomba ushauri. Watu wanakuona hata umekaka, yaani hata ueleweke. Mungu asifiwe sana. Kuna wengine mlikuwa mmezauliwa hata na familia. Watu wakikaa hata kwenye kikao tu cha send your floor quit, wanakuita ufanye nini? Wanakuacha, maana una lolote. Lakini baada ya kuokoka watakutafuta wenyewe. Sema amen. Pigia Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Mimi nimemwona Yesu nilipokuwa nimeokoka kwenye familia ya mzee Rajabu, Muislamu. Mimi unajua ni mtoto wa 5. Wako kaka zangu wakubwa wana miji yao. Nilipookoka wakanicheka. Niliokoka nilikuwa kijana mdogo wa miaka 22. Wakaanza kuniambia, dogo umechanganyikiwa, dogo na unainoma, dogo unaokokaje? Hii dini ya kulialia hii.
wakanidharau. Mzee mwenyewe wakanidharau, nikachana na dini yao, wakanidharau, wakanicheka, wakanitenga. Nikawaambia nisikilizeni, mtanicheka leo lakini nipeni muda utasema. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Nikamwambia maadamu nimechagua hii njia ya kuokoka, mtanipa muda, mtaona tu. Unapita pale mtaani, wenzako wanasema unaona mlokole huyu, wanatema mate tu. Nikasema mnayatema sasa, kesho muda utafika mtayameza. Jamani, haleluya. Na nataka nikwambie ukweli, Mungu amebadilisha maisha yangu. Leo wanapiga saluti, wale wakubwa zangu wanasema tumwite mchungaji, tumwambie anasema nini hapa. Wakati wale ambao walikuwa wanatema mate, leo nikipita wanameza mate, wanasema jamaa limeokoka. Na sisi tungeokoka, mambo yanakuwa mazuri. Nataka nikutie moyo, usiogope. Wanakutemea mate, inafika wakati watayameza. Inafika wakati watakupenda, watakuona wewe ni wa maana, maana kwa Yesu mambo yanabadilika. Haleluya! Pigia Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Haleluya! Ambia mtu wala usiogope Bwana. Ambia usiogope wanaokucheka. Wakupe muda kidogo tu. Jamani, haleluya. Na wakati muda huo unafika, kwa jina la Yesu muda unafika. Ulikuwa unaonekana haufai, sasa utafaa. Katikati ya jamii na familia walikuwa wanakuona haufai, sasa unafaa. Watakupenda, watakuelewa tu. Hata kama leo hawakuelewi, kesho watakuelewa. Hata kama leo hausomeki, kesho utasomeka. Maana Yesu atakufanya ueleweke. Atabadilisha nyakati za maisha yako, na mabadiliko ni leo. Sema amen. Pigia Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Yesu ni mzuri. Sema amen. Umekaa sana Mara, lazima ufike elimu. Hautakaa sana huko Mara, tunakwenda elimu. Simama juu nikuombe. Simama juu nikuombe. Simama juu nikuombe. Haleluya. Haja ya moyo wangu, hii ni haja ya moyo wangu, kukaa nawe, kukaa nawe, kukaa nawe Bwana, kukaa nawe, kukaa nawe, kukaa nawe Bwana. Everybody say ni haja